Nini mwanangu? Nasikia uchungu mama. Nasikia uchungu umenishika. Basi nyosha mguu kwanza. Nyosha mguu. Nakuja basi mama. Nakuja mama. Nakuja mama. Jikaze. Subiri. Ndio tutakaa ngaliki tena. Nyamaza mama, taratibu. Taratibu. Silalamike sana mama. Ndio kubwa huo. Fika uko nje. Taratibu mwanangu. Nikaze ndio kubwa. Taratibu. Taratibu miguu. Twende. Taratibu. Mama subiri. Madaktari! Daktari, hamna humu ndani? Dokta! Dokta msaada! Basi, dokta! Pole. Dokta! Msaada jamani! Daktari! Taratibu mama, taratibu. Action. Wow. Hey baba. Vipi mama za kushinda? Mtu. Vipi kaendeani? Baba hata nisielewe. Mwanangu.
Lakini mama, juzi si tumemleta hapa na daktari ametuambia turudi baada ya mwezi mmoja. Ndio. Sasa inakuwaje tena unajua? Basi leo inakuwaje tena? Nashindwa kupata jibu. Yaani sijui nini kinatuendelea sasa. Mwanangu, mambo haya hata wajawazito wengi huwa yanatokea, na wala sio yetu peke yake. Sawa mama, lakini moyo wangu ujue umegubikwa na ganzi. Jua mtoto. Yaani sijui Mungu mimi amenipa fungu gani hasa, sababu mpaka sasa hivi naogopa na hofu yani kila siku nakuwa fungu la kukosa mimi yani sijawahi kuwa na fungu la kupata. Sijui moyo wangu unaniuma sana. Sijui nimekosea nini Mungu. Hata sijui Mtoro mwanangu. Sasa wewe malalamiko yako yanasababisha sasa mimi vile niingie kwenye kundi la kwako wewe la kumlaumu Mungu. Mimi sitaki kumlaumu Mungu, mimi namuomba Mungu. Mimi pia nataka niitwe bibi. Kama mimi nimechoka. Mwanangu, acha ulalamika sana. Meza mate, mambo mengine yapite. Kwa sababu sio wewe tu. Haya mambo kila binadamu lazima apitie kwa mapenzi yake mwenyewe Mungu. Anayetoa Mungu na anayetoa ni Mungu. Hebu kumbuka wewe ni wa kwanza mimi kukuzaa. Wangapi wadogo zako wamekufa? Lakini sijakufuru Mungu. Nimezidi kumuomba Mungu vile vile. Nyie mliobakia mkue munilee na mimi. Kwa hiyo haya ni wakulima wanalima na wanakosa, lakini hawaachi kulima tena. Sasa na wewe umekosa, tarajia kwamba utapata kupitia Mungu. Mbona sasa unanitia mashaka na mimi pia nakosa imani kwa kukusikiliza wewe? Mama, sikwamba sikuelewi unachokiongea. Nakuelewa tena kwa upeo mkubwa sana. Lakini bado narudi pale mama. Mungu ana haja gani na mimi? Kwani kila kunapokucha mama yeye anajirudia ndo yale yani kwamba leo kesho yani ndo yale yani sina nafasi yoyote ya kupumzika mama. Kila siku Mungu ananihesabia mimi tu. Ina maana watu wengine waoni kila siku ni mtoro. Asa mama, mimi nifanyaje labda? Wote waliopata na wote waliokosa, Mungu ni huyo mmoja. Usitaki tumkufuru Mungu mtoro. Hebu wewe na imani kuna dini gani wewe? Dini ambayo sio mjua Mungu, dini gani? Ule ambayo unayo wewe. Dini yoyote lazima uwe na imani. Mimi usinitie hilo fungu la kutaka kumkufuru Mungu. Mama Samani, nakuomba mara moja. Mimi ngoja kamsikize daktari. Sawa. Ndugu wa mtumwa. Mama. Sasa hizi daktari. Salama tu. Vipi hali ya mgonjwa inaendeleaje? Kwa sasa anaendelea vizuri. Na tayari nimeshamwanzishia sindano. Kwa ina maana natarajia nitaitwa bibi muda wote. Hata mimi nahitaji hivyo. Lakini nilikuwa naomba leo tumlaze, kesho nafikiri nitakuja kumpitia. Ili leo tupate kumwangalia kwa undani zaidi. Kivipi, kuna tatizo gani? Naweza nikakuuliza swali la msingi? Sawa, uliza daktari wangu. Huyu binti anaishi na nani? Naishi naye mimi nyumbani. Mmoja na mume wake wewe pale. Sina maana mbaya,
kuongea hivyo, ila nilitaka nijue kwamba anaishi na nani kulingana na hali yake kwa sasa ilivyokuwa. Kwa hiyo ni lazima anahitaji apate uangalizi wa hali ya juu sana. Yule daktari hata isikutie shaka. Taishi naye bega kwa bega. Mpaka tuone safari yake inaishia wapi akiwa salama. Basi mimi niseme tu kesho nitamruhusu. Ndio. Lakini leo jioni inabidi baba mtu alete chakula kwa ajili ya kumsaidia mwenzie. Sawa? Sawa. Haya, nashukuru. Asante. Kazi njema. Asante mama. Mama. Beba. Vipi? Hali ya mgonjwa inaendeleaje? Daktari akasema anaendelea vizuri, hali yake sio mbaya sana. Mama kweli? Basi kama ndio hivyo basi, yani kikweli yani Mungu ashukuriwe. Na vipi sasa kuhusu hali ya mama zaidi na mtoto wake? Maana unajua mamangu inabidi nijue hali yao zaidi. Hali yake wala sio mbaya. Anaendelea vizuri. Kweli mama. Daktari akasema kwamba tukamwandalie chakula cha jioni. Basi ni jambo zuri sana. Na basi kama ndio hivyo, mimi nafikiri tuende tukaandae tu chakula kwa ajili ya maandalizi, maana mimi najua mke wangu chakula anachokipenda. Najua jinsi gani ambavyo mke wangu akiwa na njaa. Ndio, lakini mimi sinaenda kumpikia mkwe wangu. Mama, nisikilize nikwambie kitu kimoja. Mimi nahitaji leo wewe upumzike. Mimi nifanye mwenyewe kila kitu. Sawa? Na kuhusu masuala yote ya kuandaa, niachie mimi nitaandaa kila kitu. Na acha tu kwa sasa tukapumzike. Maana unajua tumechoka sana. Na naona kama dunia nzima yote imenilemea, mimi nimeibeba, imekuwa mzigo kwangu kichwani mwangu. Tu tukafanye maandalizi. Sawa, tuondoke. Haya. Lakini daktari vipi ameongea labda mengi, kuna vitu labda. Hakuna tatizo lolote. Mimi naenda kumpikia mkwe wangu. Lakini mama, ndio mwanao mimi naogopa sana. Kwani tatizo lako wewe nini? Yaani naogopa mama, najisi kama kuna kitu kimenikaa vile moyoni. Yaani sijui nikoje. Mama, unajua wewe unanijua mwanao, lakini nimekwambia kila kitu mshirikishe Mungu. Bila kumshirikisha Mungu ni kazi bure, utaumiza kichwa. Mshirikishe Mungu mwanangu, mambo yote yataenda mbona? Sawa mama, nimekuelewa. Haina shida. Wenzetu nyumbani tukaandae chakula. Ila mama, ni bebe mwanangu, yani hata shangazi yake mwenyewe. Kimbizana ile mabajaji. Najua kali. Hapa ndo mke wangu alikuwa amekaa mwenyewe anakula zake mapeasi. Kabla hata mchungu hujamwanza na kumpeleka hospitali. Kiukweli mama, binafsi mimi naogopa sana kwa sababu najua hii mimba haina tofauti kabisa na mimba ya pili ambayo iliharibika, mtoto kufia tumboni. Yaani kiukweli yani naogopa sana na hofu. Yaani kuna wakati naangalia Mungu nasema hivi, kuna kitu gani mimi ambacho nimekifanya? Yaani natamani mama kumshika mwanangu, nimshike mtoto wangu kwenye mikono yangu, nicheze naye, niruke naye, niimbe naye, yani nifanye vitu ambavyo kama wanaume wengine wanafanya. Lakini mama, nafasi hiyo naikosa mama. Mimi sijui nimekosea wapi mama, hebu kuzungumza kitu basi mamangu. Nimefanya nini mimi sijui. Mbona nafufua makaburi? Kwa nini lakini? Mama, mimi kama Mungu kuna kitu nimemkosea, basi naomba nisamehe, kwa sababu naona kabisa maumivu napata mama. Sasa kama kuna mtu mwingine anaweza kupata maumivu kama ya kwangu mama, kiatu nilichovaa mama ni kikubwa, ni kizito mama, kwa mtu mwingine yote mama hawezi kukivaa mama. Mimi moyo unaniuma sana mama, na uchungu. Mimba ya kwanza mama imeharibika, ya pili sasa mama nakuwa na hofu. Sawa,
haijatokea, lakini mama najitazali na kuwa na hofu. Mama yangu mimi moyo unaniuma mama, moyo wangu mama una uchungu. Mama, moyo wangu una uchungu mama. Najua mama hata wewe mwenyewe pia unatamani kuwa na mjukuu, Kama unavyotamani wewe kuwa na mjukuu, na mimi natamani kuitwa baba. Natamani sana. Usimkufuru Mungu. Mungu ndo anayekupa mitihani na Mungu ndiye anayetatua mitihani. Kilichobakia hapa ni kumuomba Mungu tu tupate na sisi uzao. Hata na mimi pia hapa nilipo natamani sana nipate mjukuu niitwe bibi. Mitihani hapo wenzangu anaitwa bibi Juma, bibi Saidi. Acha kusema maneno ya babangu, mshukuru Mungu kwanza, tumuombe Mungu kwanza, tuangalie atatufanyia nini. Unakufuru mpaka unasahau hata kuzaliwa kwako. Sawa mangu. Kama ndakuwa nimekosea kwa hayo ambayo nimezungumza, basi naomba nisamehe kwa sababu na mimi pia binadamu mama. Ila kwa kitu nahitaji nikwambie. Nahitaji niweke nadhiri mbele ya Mungu wangu. Kama mke wangu atajifungua salama salimini, mtoto akiniletea mtoto wa kiume, nitachinja jogoo kubwa sana. Na kama atajifungua mtoto wa kike, basi mamangu nakuhakikishia nitachukua mbuzi alionona mkubwa ndamchinja kwa ajili yako, kwa ajili ya mke wangu, kwa ajili ya watu wote ambao umetuzunguka. Shangazi akisikia atafurahi sana. Kwa hiyo kitachofuata nafikiri nini mamangu? Ni kusherekea tu ujio wa mjukuu, ujio wa baba dume. Kweli. Halo. Basi nisubiri nakuja. Haya. Ngoja tutoke kidogo. Mama. Asuna yake wapi wakati mamangu ataki upumzika, umekuja sasa hivi mama? Baba, tapumzika kati nimeitwa, kuna dada ameniita pale. Mama, kinajua lote ili mamangu atajua hujapumzika. Baba, yote ni ya kwangu. Usikatae wito, kataa maneno. Mimi dada ananiita, ngoja ngamsikilize. Nitakukuta sasa hivi mwanangu. Sawa? Sawa. Ila mimi kwa nakuonea huruma wewe bwana kwa sababu hujapumzika kabisa. Umesimama mbali. Si unajua tena mama. Shikamoo mama. Marhaba mka mwanangu. Haya, amesemaje? Alisema tufuate yale maagizo ya mwanzo. Kwani kwa sasa yupo na hali gani mama? Hali yake ni kama ile ya mimba ya mwanzo. Ameenda amepima, ameonekana na uchungu. Lakini matarajio, mimi najua hatarudi na ushindi. Alafu nimesahau ile ya kwanza na hii ya pili inasemaje? Amesema hivi, arudi kwanza nyumbani. Akisha rudi nyumbani, apate unafuu. Alafu akishapata uchungu wa pili, unachukua beseni na maji. Kisha unachukua kisu, unachoma mara hizi mara 7 pande zote zile za beseni. Hapo ndipo niliposahau. Nitamwacha kwanza apumzike. Alafu tutamalizia kwa kuchukua beseni na kutenganisha kitovu cha mtoto na mama. Biashara imeishia hapo. Ndio mama. Tena amesisitiza umakini, ukatili na ujasiri wa hali ya juu. Tena kusiwe na hata chembe la huruma. Utapata taarifa zangu. Si unajua mama? Mimi ninamwacha kwanza afurahi kwa siku hii moja tu. Mapema kesho yake mimi nafunga kazi.
Sawa mama, mimi nakutegemea kwenye hili. Si unajua napambana kwa ajili namtaka Mtoro. Si unajua siwezi kukaa mbali na Mtoro. Mama, si unakumbuka kipindi kile bado nipo shule. Nilikuwa nakuja nyumbani nafanya kila kitu. Ona sasa hivi mama. Ameenda kuoa mwanamke mwingine. Mama, hata usijali. Haina haja kukumbusha yote hayo. Mimi mwenyewe najua fika. Nitafanya kila njia, nitapambana kila iwezekanavyo. Uwe ndani kwa mwanangu. Yule mbwa mweusi yule atoke. Sawa mama, mimi napambana na wewe kikamilifu. Na kunapotokea tatizo lolote tutawasiliana ili tutimize lengo. Basi ninachokusihi mimi, usikae mbali na simu. Kwa sababu likitokea kitu na kupigia, sababu mimi kichwa changu kimebeba mambo mengi. Ili unielekeze maelekezo ya mganga. Nimekuelewa mamangu. Sawa mamangu? Sawa. Haya. Jamani. Mtoro. 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 Mwanangu. Vipi mwanangu? Mama. Vipi? Mbona umelala kwa kiasi cha kuchoka namna hii? Mama. Umeshauri kumbe? Nimesharudi. Vipi, mbona umechelewa sana mama? Maongezi tu. Naye alikuwa na shida zake, ana shida na hela. Alikuwa na mimi pia sina hela vile vile. Mbona umelala kwa kiasi cha kuchoka namna hiyo? Mama, si unajua lazima nichoke kwa sababu akili, mwili vyote vimechoka. Nafikiri nitafanya nini zaidi ya kulala mamangu? Na ukianza kuangalia kwa hii shughuli ambayo tumeipata hapa katikati. Acha nilale tu mamangu, utafanya nini sasa? Mwanamume hapaswi kulala wakati kuna matatizo mbele yako. Jambo kubwa ni kuchakalika, tulitafakari tutalimalizaje. Sio unamwambia tu Mungu nisaidie wakati umelala. Inabidi uumize kichwa ili Mungu na yeye akusapoti. Hapo ni sawa sana 0 bini 0 kabisa, yani vile. Sawa mama, mimi nakuelewa sana kitu ambacho unakiongea mamangu. Ni sio kama sikuelewi. Naona okay, mimi nafikiri kwa hilo swala tuliweke pembeni kwanza. Vipi kuhusu mgonjwa, tunampikia nini siku ya leo? Nenda kanunue nyama na ndizi, tumwandalie Mtori. Laini ili apate kula, mama ashibe na mtoto tumboni na afurahie. Mimi mama, unafikiri nakupinga? Sikupingi kabisa maamuzi yako kwa sababu wewe ndio upoleta wa kila kitu. Sawa. Kwa hiyo basi acha mimi nijiandae nikachukua hivyo vitu kwa ajili ya maandalizi, na si unajua nisingachelewa, najua lenyewe ndio hili likishazama tu hapa basi. Basi mimi nafikiri acha niwahi mamangu. Haya wewe nenda. Sawa. Haya ufanye haraka tu. Alafu huyo hivi anategemea kabisa atavuna mwaka huu. Subiri mimi nimalize kazi. Hiyo dawa hiyo. Haya inasemaje? Maana kichwa changu kimepata moto kama pasi ya umeme. Hiyo sasa mama, unatakiwa uchanganye kwenye maji. Ukishamchanganyia kwenye maji, unampa anakunywa. Akisha kunywa, unasubiria masaa 12. Uchungu utamwanza tena. Ukishamwanza tena hapo mama, wewe utaki kwenda hospitali.
unatakiwa ubaki nyumbani ili ucheze na mchezo nje ya uwanja. Safi sana, safi mkwe wangu Zarina. Ina maana tunaenda kuimaliza ile kazi tulioanza kwa muda mrefu. Hapo ni lazima mwanangu akuoe. Nitashukuru sana mama yangu. Si unajua ninavyompenda Mtoro. Na sijai kuona mwanaume yoyote zaidi yake tu. Ndio ndoto na shauku yako vinakwenda kuisha mwanangu. Kwa mtego huu hatoki mtu. Nitafurahi sana mama yangu. Wewe cha kufanya ni kuzidi kunisisitiza mimi ili tusiende kuharibu mambo. Maana tukichanganya mwisho wake tutakwenda kupata aibu mbele ya hadhara. Usijali mama yangu. Siku zote nitakuwa nakusisitiza ili tukamilishe lengo letu. Sawa, acha mimi nirudi nikawapokee kwa furaha na bashasha. Sawa mama yangu. Unajua ninavyokupenda. Na kuahidi siku zote nitakusamini, nitakupenda na nitakujali maishani mwangu yote. Usijali. Tusubiri muda usogee. Ila ni swala la muda tu. Kusubiri tembo hadotoke chini. Sawa mama. Sawa. Haya. Basi haya usiniangushe. Haina shida mamangu, nashukuru. Haya. Amna Luciana, nitakupigia rafiki yangu. Najua ni kipindi kirefu sana toka tumemaliza chuo. Mpaka sasa hivi. Basi sawa, nitakupigia. Poa. Habari yako dokta? Salama tu, siza wewe. Salama tu, habari za hapa? Sawa, salama. Vipi hali ya mgonjwa, anaendeleaje? Mgonjwa anaendelea vizuri na nimeshamruhusu kwa sasa. Sawa. Na maana nimletea chakula. Sasa nikasema kwamba nikitengeneza chakula kikweli kwa jinsi hali yake ninavyojua atashindwa kula. Kwa nikasema nitengeneze uji nimletee. Na vipi kuhusu hali ya mtoto, anaendeleaje? Mtoto bado. Ila kwa sababu yupo chini ya uangalizi, nafikiri kadri atakavyokuwa anatumia zile dawa ataendelea kuwa vizuri. Na kuhusu chakula wala usijali, nimeshamnunulia. Ameshatumia, kwa hiyo kikubwa tu nenda tukalipie pale. Kikweli dokta, asante sana. Yaani umeonyesha moyo ambao ni wa ajabu, yani sijui nisemaje, yani umeonyesha kitu fulani ambacho ni kikubwa sana, yani kwa mtu mwingine aweze kakionyesha, hasa kwa dokta kama wewe. Mimi nashukuru sana. Na basi ningetependa kujua umetumia gharama kiasi gani ili niweze kukupa gharama ambayo umetumia kwenye chakula. Amna. Wala sihitaji kulipwa. Mimi nimetumia utu tu. Kwa hiyo wewe tu cha kufanya nenda pale nilipokuelekeza, kamlipie, mwezi kwenda na mgonjwa. Sawa. Alafu samani. Kiukweli nimesahau kitu kimoja kushukuru zaidi. Mimi nasema asante sana. Na like madokta wote ingekuwa kama wewe. Nafikiri mgonjwa akifika hospitali akipewa maneno mazuri tu na huduma kama hiyo, hata kupewa dawa anaweza kapona. Hamna, usijali. Asante sana, nashukuru. Asante. Odi. Karibu. Kivile mwenzangu. Niambie. Karibu. Asante, kwema? Kwema. Safi za wewe? Nashukuru Mungu. Bwana mimi nimekuja kuwaona. Nimepata taarifa mwanangu mtumwa amelazwa, ana uchungu, kwa nikaona hata ngoja leo nende nikawaone. Ni kweli anaendelea vizuri. Mchana alishikwa na uchungu. Yaani nikasema hapa mjukuu huyu. Jamani. Haya, wamesharudi? Bado mtoto kanipigia simu anasema kwamba amesharuhusiwa, kuna vitu anakamilisha wanarudi. Jamani. Maana uzazi wa siku hizi jamani ni mgumu. Maana mwana kumpata mwana anahitaji utwana. Mamtolo.
watoto zetu wanatembelea roho mkononi. Acha kabisa. Mimi mwenyewe moyo wote unafurukuta. Yaani nataswiswi ya kusema ile swala. Kweli itakuwa kama mwaka jana au itakuwa ni kupata ama ni kukosa? We acha. Maana uzazi wa siku hizi ulivyokuwa mgumu. Lakini haina jinsi, si tushakuwa wakubwa. Tupambane na baya na zuri yote tupambane nayo. Haya basi kuja tuwasubirie, wakija tukute. Haya, maana jua nalo linatukimbia jua kali, alieleweki mchana, alieleweki usiku, alieleweki asubuhi. Mtumwa, pole sana. Pia usijisikie vibaya. Mimi naamini utapata mtoto wako akiwa salama usalimini kabisa. Usilie tena, sawa? Nimekuelewa Dr. Mima. Japo nilitamani nikiondoka hapo hospitali mimi nimemshika mtoto wangu mkononi. Lakini nasikitika kama hilo jambo bado halijatokea. Mke wangu Mtumwa, mwewe daktari alivyokuelekeza, sawa, kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Hata mwenyewe pia na shauku kumshika mwanangu. Pole sana Mtumwa. Najua unavyojisikia. Na hii ni ndoto ya kila mwanamke kupata zawadi ya mtoto pindi tu afikishapo miezi 9 ndani ya tumbo lake. Kwa hiyo mimi naamini na pia nikuombe tumuombe sana Mungu, sawa? Utapata tu mtoto wako. Tutamsubiri malkia wetu ajaye ama mfalme wetu ajaye. Na kwa sasa upunguze safari za hapa na pale. Kwa sababu mtoto tayari ameshageuka na uko tayari muda wote kujifungua. Kwa hiyo hata safari za msalani pia zipungue. Na atakapojisikia vibaya au kukiwa na dalili yote mbaya, basi mfanye haraka kumwaisha hospitalini. Sawa, asante sana Dr. Mima. Nakushukuru sana. Kwa kweli umekuwa daktari mwema sana kwangu. Mungu abariki sana kazi ya mikono yako. Mimi nikutakie tu kazi njema daktari. Daktari, asante, nashukuru, tutatendea kazi yote ambayo umetuelekeza. Mimi niseme asante, nashukuru na karibuni tu. Usiruki hapa. Tukwambia usije. Atakuruka hapa. Ndio tupite hii tuzongee. Mkiao. Hapa tunaona unaonyesha akili. Maana unavyomuona Mtumwa vile. Ndio. Ni mpole vile vile kama marehemu mamake. Ni mpole. Mtaratibu, mamake ukiongea hivi unaongea naye. Yaani mpaka umsikilize. Sauti yake ya chini. Namuona. Yaani mpaka hata kazi. Anakuambia mama, naomba kupika, mama si naomba nifanye hiki. Namwambia haya fanya mwanangu uwe na amani. Yaani hadi raha. Nimempenda bure Mtumwa. Ndio hivyo, tunashukuru Mungu Bwana. Asante, na pia tumemlea katika mazingira bora. Amekuwa mwelewa na mtiifu. Yaani Mtumwa unavyomuona hawezi kufanya kitu mpaka apitie kwa mkubwa wake apate maelekezo ndio jambo analifanya. Ni kweli kabisa. Yaani kabisa. Yaani Mtoro kapata mwanamke bora, mwanamke mtiifu na mpambanaji na mwenye akili. Yaani tuombe watoto zetu waishi vizuri kabisa ndugu yangu. Yaani wewe acha. Napenda bure Mtumwa. Tunashukuru. Hao wanaingia. Maskini mwanangu. Miguu hapo ni nyuma nilizozurura leo. Mwanangu maskini. Wao. Wao. Jamani. Pole mwanangu. Pole mwanangu, poleni sana. Natumaini, tumaini langu lote na furaha yangu umerudi salama usalimini. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Shangazi, sisi tunamshukuru Mungu kwa kila kitu na kwa jambo lote.
ila kwa muda huu shangazi, mtoto wetu yupo kwenye kiza kizito sana. Haya wanangu, penye nia pana njia. Hiyo inasababishwa kwamba ipatikane barabara safi ili tupate wote furaha baadaye. Nawapenda sana wazazi wangu. Nawapenda sana. Naamini hili nalo litapita. Japo natamani sana hiyo siku ifike. Mungu atakusaidia mwanangu. Wala usijali. Kila jambo la heri Mwenyezi Mungu usimama nalo. Mungu atakusimamia na mizimu itakusimamia. Kila jambo litapita. Usilie mwanangu. Usilie shangazi. Usilie. Niombee shangazi. Usijali. Mungu yuko pamoja na wewe. Mizimu yote imesimama pamoja na wewe. Nimechoka kupandisha kilima bila mavuno. Baada ya kilimo cha mwaka mzima nimechoka jamani, niombee. Wazazi wangu, mimi naombeni tumwache mtumwa aingie ndani aende kapumzike, kwa sababu najua amechoka sana. Afadhali hata bega lake liweze kuonja jua la leo ambalo linazama. Sawa. Sawa. Nisha matukio. Sawa? Alafu utapata majibu ninachokwambia. Usilazimishe kuamini ninachokwambia uamini, lakini kitafakari na uzidi kutafakari kwa haya ninayokuambia. Kuna kitu hapa. Kuna jambo la gizani limejiweka bayana mwangani. Haya, mimi yangu ni hayo tu. Sawa shangazi, mimi nishakuelewa. Jioni njema.
Kazi mke wangu. Nisikize basi, nisikize. Sawa, usikie. Tumeshafika tayari, sawa? Ni kazi. Kila kitu kitakuwa sawa mke wangu. Unaona? Kila kitu kitakuwa sawa. Mambo yote yatakuwa sawa. Utajifungua salama kabisa mke wangu. Sawa? Umeelewa? Sawa. Sawa. Jikaze. Jikaze mtumwa, jikaze. Jikaze mke wangu, tushafika. Sawa? Tunachokupaswa wewe kujikaza. Kila kitu kitakuwa sawa. Sawa? Utajifungua salama. Nasikia maumivu. Twende mama, jikaze. Jikaze. Ni taratibu. Jikaze mke wangu. Tumefika mbele. Basi. Mnasikia kwenda chooni. Basi, jikaze, tumeshafika. Kila kitu kitakuwa sawa, usiogope. Twende mama. Sawa, tushafika. Jifungue salama mke wangu mtumwa. Jikaze. Jikaze mama, jikaze. Chooni. Odi mama. Odi. Karibu. Shikamoo mama. Maraba. Kwema? Kwema, sijui wewe. Haya mama, tunafanyaje? Si ameshaenda hospitali au? Naona hata saa hizi pia tiba ishaanza. Mama bwana, usije kuniambia umesahau kila kitu. Maana ulishaniambia kichwa chako kina mambo kibao. Hivyo nataka nikukumbushe. Ndivyo hivyo. Yaani hapa sijui naanzia wapi, nafanya wapi, namalizaje kwa ujio wake huu wa mara pili nyumbani. Nafanyaje? Hapa sasa mama. Ndio hatua yetu ile ya mwisho ile kumaliza kazi. Unachukua yale maji na beseni na kisu. Ukishatoka hapa unachoma mara 7 pande zote za beseni, afu unamalizia pale mwisho. Huku unanuiza kimya. Tutakuwa tumemaliza kila kitu. Ona sasa. Mawazo hayo mimi hata sikuwa nayo. Yaani kwa nawaza nianzie wapi nimalizie wapi. Ama kweli kila kazi ina umri. Mama. Nenda basi kavuruge mama mkwe. Au tayari ushapata roho ya huruma, unamtaka huyo mjukuu wako sikuwa chaguo lako. Mimi sina hata chembe ya huruma. Kile kiumbe sitaki hata kija hapa duniani. Wewe nenda. Nitakupa jibu baada ya kumaliza kazi. Sawa, kila laheri ya kazi yako mama mkwe nakutakia. Amina, karibu. Haya mama. Karibu mama. Haya, asante.
mkubwa kama huu ni ubebe? Kwa nini Mungu ananipa kikombe kizito kama hiki ni kibebe? Dokta, mimi najiona naona kama Mungu sina faida kwake, ni kama waje wengine. Mtumwa, usiseme hivyo. Wewe ndo mfariji na mkombozi wa mtumwa kwa sasa. Wewe unavyoongea hivyo, unavolia, nani atakuwa mfariji wa mtumwa? Wanadamu, kazi yetu imekwisha. Vipi taarifa hospitali? Umeipata? Yaani mpaka muda huu unachoongea sijapigiwa simu na hata sijui nini kinachoendelea huko hospitali. Labda wanasubiri warudi nyumbani na wakupe taarifa. Ndiyo. Mbona leo sikuelewi? Yaani una wasiwasi sana na sijakuzoea hivyo. Unanipa mashaka. Zalina mwanangu, hizi kazi tutaifanya hivi mpaka lini? Mama, tutafanya hivi mpaka Mtola anioe. Na wewe uwe mkwe wako mimi. Haya. Naona kama Mungu amenipa adhabu kubwa sana kwenye maisha yangu. Yaani sijui nimemkosea nini, yani sielewi kitu gani ambacho nimekifanya. Labda kuna kitu mama ambacho nimekosea Mungu mama. Labda unaweza ukaniambia mama yangu, yani unajua mama naumia sana mama.
Usimkufuru Mungu. Mitihani inaletwa na Mungu. Mungu anatoa mitihani na yeye mwenyewe pia anaipitisha njia ya kumalizikia mitihani hiyo. Hapa hatuna budi kukubali kwa kila kilichotokea. Mtumwa mwanangu, pole sana. Najua fika kwamba lipo fungu lako. Siku yote Mungu atakujalia utafanikiwa. Sawa mama? Asante mama. Ila naumia sana, najiona kama sina bahati tena mimi ya kuwa na mtoto hapa duniani. Najiona kama sistahili tena kuwa na mtoto. Hebu angalia mtoto wangu tena amepotea katika mazingira yale yale. Naumia. Usiongee ukamaliza maneno mama. Usiongee kumaliza maneno, weka akiba. Usimkufuru Mungu kwa sababu Mungu ndio anaweza yote. Mungu ndio kila kitu. Naumia sana mama, naumia. Ninachokuomba mimi, uangalie tu afya yako, utaendeleaje kwa siku za baadaye, maisha yenyewe mengine yaendelee. Sawa mwanangu? Pole sana. Mama. Acha mimi nene kwa shangazi. Nikamwelezea yote yalivyokuwa. Mazoezi nikampigia simu. Ni vema kabisa niende. hata hatua 2-3 hauwezi ukatembea. Najua haya matatizo tayari mimi nishaumbiwa na nimeachukua, nimeyapokea kwa mikono yote miwili. Kwa hiyo kwa hilo Zarina lisikuumiza sana kichwa. Mtoro, unajua kipindi kile, unakumbuka kipindi kile cha mapenzi yetu? Unakumbuka kipindi tupo shule, nilikuwa nakuja kwenu na kufuria nguo, napika, tunakula chakula pamoja na mama. Natamani yale maisha yajirudie tena. Mbona unaangalia hivyo? Kwani nimeongea kibaya au kuna chochote ambacho nimekuza? Kwa Zarina, una maana gani hasa kuongea hivyo? Mimi sina maana mbaya, mimi nimeongea tu. Kwani kuna ubaya? Labda nikwambie kitu kimoja ambacho ulikuwa kijui. Mimi nimeamua kuchagua njia yangu. Nimeamua kuchagua maisha yangu ambayo nahisi ya maisha mimi ndo yananifaa. Unaona? Hayo mambo ambayo unawaza wewe yalishapitwa, ni mambo ya zamani sana. Unaona? Yaani ishapitwa, ni kitendo cha kuangalia tu maisha mengine. Alafu mimi sasa hizi nipo kwenye mahusiano, na sio mahusiano tu. Unaona? Mimi na mke wangu nampenda na yeye ananipenda tena sana. Unaona? Kwa hiyo Zarina, chukua njia nyingine. Njia hii
achana nayo, chukua maamuzi mengine. Mbona Zalina wewe mzuri tu, una uwezo wa kuwa na mwanaume mwingine wa aina yoyote ile. Hebu chukua kurasa mwingine mpya, uweka na ufanye mambo yako. Swala langu mimi, achana nalo Zalina. Kwa nini unasema hivyo sasa? Nikwambie kitu. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Unaona? Mimi naona kama nilivyokuelekeza, amua kuchukua maamuzi mengine, lakini sio maamuzi kama haya. Amua kutengeneza njia yako. Mbona unaweza kutengeneza njia yako? Mbona unaweza kutengeneza mustakabali wa maisha yako mwingine? Mbona unaweza kufanya kila kitu Zalina? Wewe mwanamke mzuri, unaweza kuwa na mwanaume mwingine yoyote katika hii dunia. Sio lazima mimi. Jaribu kufikiria yale ambayo nimekwambia mimi, yatengenezee, yaweke akilini, uyatunze. Badilisha maisha mengine. Maisha ambayo tuko naishi zamani achana nayo Zalina. Sawa, nafikiri tuombe. Baba, karibu. Karibu, pita ndani. Asante shangazi, mimi hata siingi, ila nimekuja na taarifa tu. Taarifa gani tena? Mbona kama napata hisia mbaya? Hamna shangazi, ni kweli kabisa hisia zako hazipo tofauti sana. Na kiukweli mke wangu amefanikiwa kujifungua mtoto wa kiume. Mashallah. Lakini mtoto amefariki dunia. Kwa maelezo ya daktari anasema kwamba mtoto alishindwa, mapigo ya moyo yalishuka, kwa hiyo alishindwa kabisa kuokoa maisha yake. Kwa ndio sababu ambayo ilisababisha mtoto aweze kufariki dunia. Poleni sana. Yaani wanangu napata hisia ya huruma mpaka yani sijui nisemeje au nifanyeje. Mtoto wa 3. Kweli jamani, Mungu hebu atasimame atizame na hili. Poleni sana. Yaani kiukweli shangazi, mke wangu mtumwa yupo nyumbani analia. Anakaa anajilia tu kila wakati analia, mwanangu, lakini shangazi ndo tayari ishatokea. Mimi mwenyewe mwanaume napata shida na hangaika shangazi, nateseka kwa hili shangazi. Yani utakuwa mwanaume wa aina gani ambaye kila siku napanda na sifuni shangazi? Shangazi, naomba nikuulize kitu. Hivi shangazi, kuna huko wenu kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Labda kuna mambo gani, kuna maagano gani ambayo mliachukua ambayo yanakuja kuwa kama yani yanakuja kuwa kama kisasi kwangu, yani yanakuja kwangu mimi kunipa adhabu ambayo hata sijahusika nayo? Shangazi, naomba uwe mkweli kwa hilo shangazi. Yani naomba uniambie tu ukweli, kwa sababu shangazi haiwezekani. Mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, mtoto wa 3. Shangazi, hii swala linakuwa haliwezekani. Mimi kama mimi shangazi naumia sana kama mwanaume shangazi. Labda nisikilize mwanangu. Najua yote hayo ni machungu tu. Sawa? Ila poleni sana. Mimi ninachokuomba mwanangu, kuwa na amani. Kila kitu kumtegemea Mungu. Najua inauma na ndio maana unaongea yote hayo. Mimi naomba nenda nyumbani kapumzike. Mwache na mtumwa mwanangu apumzike kwa leo. Mimi nitakuja kesho. Ila babangu nakuomba kitu kimoja. Ili swala mimi mwenyewe pia na utuzima wangu na akili yangu sielewi hapa. Hebu geuka na upande wa pili. Ili tuone kipi hapa Mungu atasema, kipi hapa Mungu atanena, kipi Mungu atatuonesha. Lipo jambo. Ila kwa uwezo wa Mungu. Sawa shangazi, mimi nimekuelewa. Ya hata mimi niende kwa sababu nimetoka zangu nyumbani. Mungu ulikuwa unakuja kwako. Sasa acha nirudishe. Sawa mwanangu.
Beba. Nimekuita mwanangu, tupate kuongea vizuri tuelewane lakini. Vipi mazungumzo gani tena mamangu? Maana wewe mamangu kishaanza mazungumzo. Aishi leo nini tatizo na mamangu? Kuhusu mkeo mtumwa. Tumevumilia kwa muda mrefu sana. Hana hata dalili ya kusema kwamba nitaitwa bibi mimi. Nataka umuache. Mama, hivi hao maneno unayozungumza mamangu yanatoka kwenye kinywa chako kweli mamangu? Mbona ongea vitu vigumu sana mamangu? Hivi leo hii mimi naachaje kumwacha mke wangu mtumwa ingani mke wangu ninampenda na wewe mama unajua jinsi gani ambavyo mimi na mtumwa tumetoka, Haya matatizo yanayopita mama ni matatizo ya muda tu mamangu, Mtumwa kafanya kitu gani mamangu? Mbona anakosa mtoto watu jamani? Lakini nilikwambia tokea mwanzo kwamba huyu mtumwa sio mwanamke wa kumuoa. Ana vinasaba katika familia yao. Wewe fikiria katika familia yao. Kazaliwa yeye peke yake. Sasa huku kwetu nako ameshapata mtoto. Mwaka ule wangapi? Nimesema muache. Mwanamke mzuri ni Zarina ambaye yeye kila kitu anaweza na yupo vizuri. Yule mwanamke kuishi naye wewe nempenda mimi. Pale nitapata jukuu. Mama. Hivi kweli sikio langu linasikiliza maneno kama unaniambia? Mama mbona yani sikuelewi kabisa mamangu. Yani sikio mama mbona sikio langu gumu sana kuamini au matamshi mbona yazungumza mama? Hivi mama mtoto watu amekosa kitu gani labda? Mbona anakosa lolote? Na unajua jinsi gani mimi mtuma ninampenda. Haya mambo mama, mbona ni ya muda tu mamangu, tuvumiliane tu mama. Kama ni mjukuu, mama muda si mrefu mama utampata, Mama, mimi kwa hilo sikuungi mkono kabisa. Mambo yasiwe mengi. Fanya kama nilivyokuelewesha. Andika talaka imkute kwao. Alafu Mungu ameruhusu popote pale talaka mtu inamkuta. Tuma talaka iende kwao. Mama hata kama ila kitendo hiki chako ambacho umenipa mama ni kigumu sana. Siwezi nikakitegua mamangu. Mama kwa hilo ninachotaka kukuambia mimi mwanao sitoweza kufanya kitu kama hicho. Kitendo hicho mama. Mama kitendo hiki kigumu sana. Yaani huyu mtoto kama amelogwa, hata kumsikiza mimi mama yake. Nimesema hivi, huyo mtumwa unamuacha, Nazaria unamuoa. Pumbavu mkubwa. Zarina, unajua mimi hata sijui ni kitu gani ambacho kinifanya mimi na wewe tuachane. Mimi nakumbuka labda itakuwa ilikuwa utoto. Na si unajua kipindi kile tulikuwa wivu mwingi na usokuwa hata na faida yoyote kwetu. Unajua nini? Unajua bado moyo wangu bado nakuhitaji kwa kiasi kikubwa sana. Na najitahidi nipambane kwa kila kitu imadi nisije nikaipoteza tena nafasi kwako. Si ndivyo? Unajue kiukweli nakupenda sana sana. Na kuahidi kukupenda kwa 100%. Unajua hata mamangu pia inaniambia kwamba kuna wakati nahitaji mtoto. Unaona? Na pendekezo kubwa sana ni wewe. Ndio. Na pia nitakupa furaha. Na nakuahidi na kuzalia watoto wao. Mmoja mwanamke na mwingine mwanaume. Kweli? Ndio. Unajua nakupenda sana sana sana. Na siku zote mapenzi yapo tofauti unajua. Hivi Zarina, hapo nahitaji unipe maana kubwa ya mapenzi kwa sababu unajua mimi mpaka sasa hizi sijui na nahitaji unifundishe na artisti niweze kungamua chochote juu yako. Unajua mapenzi ni kama uyoga. Uchagui sehemu yoyote ile ya kuota imadi tu upokee katika hayo mapenzi. Alafu umenikumbusha kitu hapo ulipozungumza. Unajua kipindi kile nakuwa wakati ndio tunajifunza wewe ni mwanamke ambaye kuna vitu ambavyo unavikumbuka sana kipindi kile ambacho tunafundishwa masuala ya jando. Kiukweli nimejifunza mengi sana kwako na nashukuru Mungu pia umekuja kwa wakati mzuri sana.
Kiukweli nakupenda sana sana na nimefurahi sana kusikia hilo. Unajua nakupenda. Zaina mtundu sana. Na pia nashukuru kwa hilo kwa sababu najua moyo wangu umekuwa umeishi kwa maumivu makali sana, yani ni misili kama kuna mzigo wa mwiba ambao umeketi kwenye moyo wangu, lakini nakushukuru kwa wewe kwa kuja. Ule mzigo wa mwiba wote tunautoa. Nafikiri sasa kwa sasa nitakuwa na amani, nitakuwa na furaha. Fanya kila kitu ambacho tunahitaji ukifanye. Nimefurahi sana kiukweli. Na mimi nataka nikuchumu. Nataka kuchumua. Sawa, mwili si wako. Haina shida. Nishakwambia mtume kwamba sikutaki, sikuhitaji. Naomba utoke huko ndani, toka. Hem, toka. Chema mambo yako mimi ajabu, shika mabegi yako haya. Shika begi yako. Nisikize kwa mtu mmoja, sawa? Naomba uondoke. Sikuhitaji, sitaki kuwa na wewe, sawa? Kwa sababu mwanamke gani hauna faida kwangu, Mwanamke gani una faida kwangu? Nahangaika usiku, mchana, asubuhi, mawio, machoyo, lakini hakuna chochote ambacho nakivuna kwako. Najitahidi sana kupanda, lakini hakuna chochote ambacho mimi nakivuna kwako. Sasa wewe mwanamke ina gani? Naomba nisikilize. Kabla sijakujazia watu, naomba uondoke. Beba mizigo yako, nenda kwa shangazi yako na talaka na kufuatia huko. Mume wangu, kosa langu nini? Kosa langu nini? Kama unanifezesha namna hii, mume wangu. Kosa langu nini? Ina maana unataka uniambie kwamba kosa lako ulijui? Kosa lako ulijui? Unataka uniambie kosa lako ulijui? Nisikilize ngwambie kitu moja. Sawa. Mimi nahangaika usiku na mchana kwa ajili ya kutafuta watoto. Hakuna mwanaume ambaye anahitaji kulea tu hivi pasipokuwa na faida yoyote. Nahitaji na mimi heshima. Kila mtu ananyoshia vidole huko nje. Mashangazi wote wanahitaji wajukuu. Sasa wewe mwanamke aina gani? Nisikize nikwambie kitu kimoja, sawa? Hakuna jahazi ambayo haiheshimu nanga pindi inapofika tu ufukweni. Mimi na wewe, mimi nahisi mwisho wetu umeishia hapa. Basi hakuna chochote kile. Hapana, mimi inaniuma sana. Inaniuma. Hivi unajisikia ninapoumia kwa ajili yako? Unajisikia hivi ninapohangaika, napoteza nguvu zangu usiku na mchana kwa ajili yako, unaelewa kweli wewe? Mume wangu, kumbe kosa lenyewe ndio hilo mume wangu, unanihukumu. Ina maana mimi napenda nibebe mimba miezi 9. Mume wangu miezi 9 yote. Alafu nifurahie itoke mume wangu. Sio kweli mume wangu. Mimi sio Mungu, usinihukumu mume wangu, nakuomba. Hapana, unaongea uongo. Hapana, haiwezekani. Kwa nini wewe tu kila siku? Kwa nini wewe tu kila siku? Naomba uondoke. Naomba utoke. Naomba uondoke. Tafadhali, naomba nyanyuka uondoke. Koma. Ai, kweli nimejifunza mume wangu. Nimejifunza mume wangu. Mtu hapati thamani yake kama thamani haijapatikana mume wangu. Ai, nimejifunza mume wangu, mimi naondoka. Sawa. Umechewa sana kujifunza. Labda nikwambie kitu kimoja. Yaani mimi nimejifunza zaidi kuliko hata wewe. Nimejifunza mambo mengi sana. Nimejifunza mambo mengi. Watoto 3 wote mkiwa haiwezekani. Naomba nani? Nyanyuka, naomba utoke. Naomba uondoke, naomba uondoke. Sawa. Toka. Uondoke. Tafadhali naomba uondoke, yani usiniangalie usoni, yani toka, naomba usiniangalie usoni, naomba toka. Kigagisa. Unaumiza moyo wangu kila siku, mimi wangu naumia nateseka, mwenyewe mwanaume nateseka. Nauma sana.
Sio kama mwenyewe napenda, lakini hakuna mwanaume ambaye hapendi kuwa na familia. Hakuna mwanaume ambaye hapendi kuwa na mtoto. Hakuna mwanaume ambaye hapendi kuwa na furaha ndani ya nyumba. Na mimi nahitaji furaha, nahitaji amani. Sikani kitu kama hicho. Vipi mama? Umeongea naye? Tumeongea mama, na amefurahi sana kurudiana na mimi. Mimi nilikwambia haraka haina mbaraka. Uone sasa umekuwa mvumilivu na mpaka sasa amekuwa kwako. Vipi kuhusu ndoa? Ndoa hajagusia swala la ndoa kiukweli. Ila tu amesema atakuwa mtu mwenye furaha sana nikimzalia watoto na kuitwa yeye baba. Lakini mama, mtu akiongelea swala hilo sasa akaliekea ndoa katikati yake. Si ndio mama? Huyu ameongea kikubwa. Hawezi kuzaa na wewe pasipo kufunga ndoa. Hata mimi mzazi sikubali kupokea mjukuu haramu. Kiukweli mama, nitafurahi sana kuhusu hilo. Na vipi huyo mwanamke kashampa talaka? Mwanamke asiyekuwa na bahati. Muda wowote naenda kumwambia amfukuze mke wake. Mimi simtaki. Yaani mama, hatimaye nimekuwa mkweo. Kwa miaka yote miwili tulikuwa tunapambana ili kumtoa. Yaani nimefurahi sana. Ndio hivyo, hakuna marefu yasiokuwa na ncha. Hivi tunavyoongea na wewe, kampigie simu mama yako haraka sana tumalize hili swala. Sawa mama. Basi unaweza kumtuma Mtoro aje alete barua kwetu. Punde tu nitapompigia simu mama. Sawa. Kila kitu kipo mikono salama. Zarina, unajua utunze hii siri. Usilopoke tutaumbuka. Sawa mama. Ondoa shaka kwa hili. Haya basi mimi ngoja niende. Nikaangalie nini kinadili huko nyumbani. Haya, kila la heri. Haya, asante. Tutawasiliana. Mimi mtumwa, nimemkosea nini Mungu? Nimemkosea nini Mungu mimi? Tumbo langu lina shida gani lakini? Hivi leo Mtoro ananifukuza mimi kisa mtoto. Kwani mimi nampenda lakini Mungu hebu nisaidie, nitetee Mungu. Wali mimi napenda. Na mimi natamani kuitwa mama. Hivi kweli Mtoro leo ananifukuza kisa mtoto. Wewe mtumwa. Nini mwanangu unalia na mabegi nini tena? Mama, nini? Shangazi. Nini? Wewe mtumwa, nini unalia nini mwanangu? Hebu nyamaza basi. Na mabegi basi. Shangazi, Mtoro amenifukuza nyumbani. Amekufukuza? Kwa sababu gani? Shangazi, ameniambia rudi nyumbani, talaka itanipata kuku. Kwa hiyo yani amekufukuza bila kukuambia sababu ni nini, si ndio? Hebu nyamaza mwanangu. Nyamaza uniambie mimi maneno yaniingie. Hebu nyamaza kwanza. Kwa hiyo kakufukuza bila sababu. Shangazi, amesema amechoshwa na hali yangu. Kila siku kubeba mimba. Alafu zinatoka shangazi. Ameamua bora atafuta mwanamke mwingine ampatie mtoto. Nisikilize mtumwa mwanangu. Umenielewa? Wewe sio Mungu. Sio umenielewa? Huyo Mtoro na mama yake mzazi anayependekeza kuendekeza ushirikina. Mimi nitaenda kumfanyia jambo na nitafanya kitu mwanangu. Wewe tulia. Nyamaza. Sasa nitafanyaje shangazi? Mimi bado nampenda Mtoro. Na isitoshe kosa sio langu, mimi sio Mungu shangazi. Naelewa mwanangu. Najua unaumia, najua wewe sio Mungu, ila yule mama na ushirikina wake
Sawa? Kuna kitu nitamfanyia. Na utapata nafasi ya kurudi kwa mume wako mwanangu, niamini mimi. Yaani tulia. Kipi shangazi? Nisikilize mwanangu. Beba mabegi, ingia ndani. Niache nikamwage mchele kwenye kuku wengi. Umenielewa eh? Wao si wanaujua huu. Mimi ninaujua huu. Huu mchezo anzi. Hawezi mwanangu kufanya kitu kama hicho hata siku moja wakati wao ndo washirikina. Naelewa kila kitu. Toka alivyokuja mumeo mimi nilikuwa najua. Ila nilikuwa naitafuta sababu na nilikuwa naitafuta nafasi. Nafasi nimeipata, acha nicheze. Sio umeelewa mwanangu eh? Acha mambo yawe wazi. Huyo mtoro namfuata huko kwa mama yake na naenda kumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mwanangu inuka. Inuka ingia ndani, niachie mimi kazi. Inuka binti yangu. Inuka. Nenda ndani, nyamaza, mimi sitaki ulie, unalia nini? Mipango yote amepanga Mwenyezi Mungu. Tulia, ingia ndani mwanangu. Ingia ndani. Namfuata huko kwa sile topuzi wao na upumbavu. Hivyo wewe mtola na ananijua. Habari yako? Sawa sio. Marahaba, mamako yupo? Yupo ndani. Namuomba. Hivi shangazi, unaona? Ayai. Mama. Mama. Nakuja. Hapo anakuja. Habari. Nzuri. Hivi mamtoro, ungesema toka mapema kama utaki mimi binti yangu awe mkweo kuliko kumfanyia unyama uliomfanyia. Wewe si mwanamke wewe? Eh? Wewe hujui uchungu aleba? Hey. Mwanamke mbaya wewe, mwanamke una roho mbaya. Kitu gani? Kitu gani? Eh? Wewe wakwenda kula jukuu zako mwenyewe. Wote watatu kweli? Unasemaje? Eti unasemaje? Hey, mwanamke una roho mbaya wewe. Hapana. Inawezekanaje kwa hiyo? Hey, inawezekana. Yaani hata ufanani jinsi ulivyo na vitendo unavyovitenda. Unashangaa yani kabisa, unashangaa kwa maana jambo hili ni geni upande wako. Hey, nisikilize mamtoro nikwambie. Kwa yule mganga uliyeenda. Shangazi. Mama. Kitu gani kinachoendelea? Nisikilize mtoro mwanangu. Uwezi kuelewa. Huu mchezo ni mziki wa wakubwa. Ni mimi na mama yako. Sijui umenielewa eh? Narudi kwako. Wewe mamtoro. Mimi nachosema nashukuru sana kwa ulichokifanya kwa binti yangu. Sawa eh? Na usifikiri kwamba mimi sielewi, naelewa vyote ulivyovitenda. Yule mganga uliyeenda wewe kwenda kuua mimba zile alizobeba binti yangu. Yule mwanafunzi. Mimi nimeenda kwa mwalimu wake, Mzee Makanyagio. Nimeajua yako yote uliyoyatenda. We mama. Na hiyo roho mbaya yako na ubaya wako umeniharibia binti yangu, shamtia ulemavu. Roho yako imelizika, roho yako kwatu ili mwanangu aachike, aolewe huyo unayemtaka wewe. Alafu unajisumbua tu na nikwambia yule binti bado mdogo na ataolewa. Na hakuna kingine tunachokisubiri hapa zaidi ya talaka. Umenielewa? Mwanga mkubwa wewe. Alafu kacheze unakochezaga. Si umenielewa? Mungu na angaliega watoto wengine ukapeleka nyumba zingine za kuingia mitihani.
Mama, yaani haya alikuwa anaongea shangazi yana kweli ndani yake au? Mama, naongea na wewe mama. Naongea na wewe mamangu. Yaani haya alikuwa anaongea shangazi, maneno alikuwa anaongea shangazi kwamba wewe umeua watoto wangu wote 3. Mama, ni kweli? Ni kweli mama umeua jukuu zako mama usiku mama kwaje mama? Mama, sikuelewi mama. Naomba unisamehe mtumwa mwanangu. Nimefanya hivyo kwa shinikizo la Zarina. Anataka awe na wewe. Mama, kwa nini umefanya vitu kama hicho? Mama, usiku na mchana ninaomba. Siku na mchana mama ninahangaika ili nipeze kupata mtoto ambaye watoto wangu wakuitwe wewe bibi, upate wajukuu. Lakini mama, kumbe wewe ndo chanzo. Wewe ndo kila kitu ambayo unaharibu kila kitu mama, kweli? Wewe ni mama aina gani hasa? Hivyo unastahili kuitwa mama kweli? Unastahili kuitwa mama. Naomba mwanangu nisamehe, ni kweli nimekuumiza. Wakati mwingine ananiambia Mungu ndo anayepanga, lakini kumbe yote anasababisha wewe hapo mamangu. Haustahili kabisa kuitwa mama. Hata Serugi. Haustahili. Umenikosea sehemu kubwa sana maisha yangu. Umenipa kidonda ambacho hakiwezi kuponeka hata siku moja. Umeshusha thamani kubwa sana. Umeshusha thamani ya mama. Umeshusha thamani ya mama. Na sio kwako tu. Hivi mama wengine hao na wenyewe wanawafanyia watoto wao kama wanavyonifanyia mimi. Akina mama wengine wote, mama Mudi, mama Isa. Mbona unaishi vizuri na watoto wao? Kwa nini wewe mama yangu unanifanyia hivyo? Kwa nini mama? Mimi bado ni mama yako mwanangu. Naomba unisamehe sana. Umefanya hili
Mtumwa mwanangu, nakuomba unisamehe mama. Najua mabaya mengi nimekufanyia, lakini sio kwa mapendekezo yangu mwanangu. Ni shetani amenipitia, akanishika pabaya. Kwa nimeingia, nikaa sijui nitatokaje wala nitatokea kivipi. Nakuomba unisamehe mwanangu. Nimekukosea mama. Kwa chini ya miguu yako mwanangu. Niwie radhi. Nakupenda mama. Nisamehe. Hapana mama. Hapana mama. Unipendi. Unipendi mama. Wewe ni mwanamke mwenzangu, wewe ni mwanamke kama mimi. Watoto 3 mama, 3 wamepotea kwa ukatili wako. Hivi leo mimi mtumwa ni mgeni wa nani? Sina hata mtoto mmoja kwa sababu yako mama. Najua mwanangu. Ni hitaji la moyo tu. Moyo ndio unapenda kudanganya sana. Nishtukia tu nimeingia katika kitendo hicho, lakini sikuwa na mapenzi hayo mwanangu. Mama. Alafu ulikuwa bega kwa bega na mimi. Bega kwa bega kwenye matatizo yangu. Kumbe wewe ndio ulikuwa unanisababishia matatizo. Nilijua unanipenda, kumbe ulikuwa unanila kisogo. Nisamehe mama. Shetani ujue haonekani, lakini akikuvamia moyo unabadilika ghafla mwanangu. Kajikuta tu nimeingia kwenye ile kundi bila hata kujitambua mamangu. Nisamehe mamangu, nisamehe mwanangu. Nisamehe mamangu. Watoto 3 mama. Watoto 3 nimewakosa kwa sababu ya ukatili wako mama. Nimekosea nini mama? Kama ulikuwa utaki niolewe na mwana usingesema tu mimi sasa hivi ningekuwa na watoto wangu wengine. Lakini umeniulia watoto mama. Yuma. Najua mwanangu nimekukosea sana. Lakini nisamehe mama mtumwa mwanangu, nisamehe mamangu. Nisamehe mwanangu, nakupenda mama. Niko chini ya miguu yako mama. Mama. Niko chini ya miguu yako mwanangu, sitarudia tena, nitakupenda daima. Milele yote nitakupenda mwanangu. Sina budi kusamehe mamangu. Kwa sababu Mungu naye pia anasamehe. Lakini mama nimeumia sana. Ila sina budi kusamehe kama binadamu. Nimekusamehe mamangu. Mamangu nisamehe. Nimekusamehe. Nakupenda mwanangu. Aliyopita si ndwele, tugange mengine. Nimekusamehe mama. Tugange mengine mwanangu. Nakupenda mwanangu. Niwe radhi mwanangu. Mtumwa mke wangu, nisamehe mimi. Samini kwa sijui lolote lile ambalo linaendelea. Ila shangazi na mdokezea na kujua kila kitu. Mke wangu, nakupenda sana, sana, zaidi ya sana mtumwa. Yaani kana kwamba inashindwa hata kuzungumza, nizungumze namna gani ili uweze kunielewa. Lakini naomba ujue jinsi gani ambavyo nakupenda, yani ujue jinsi gani ambavyo moyo wangu kwako. Nakupenda sana mtumwa. Mtolome wangu. Hata mimi nakupenda. Nimeumia sana mume wangu kunifukuza. Nimeumia sana mume wangu kutaka kuniacha kwa sababu ya matatizo. Lakini najua au kufanya kwa kupenda. Au kufanya kwa kupenda Mtolo. Kiwangu. Maisha yangu ndo maisha yako. Maisha yako ndo maisha yangu. Nakupenda sana. Nakupenda sana mtumwa. Nakupenda Mtolo. Penda. Nimekusamehe mume wangu. Nimekusamehe. Penda mke wangu. Nimekusamehe mume wangu. Asante nakupenda, asante.